Tulipoishia ndo tunapoendelea wazee. Alivyofunua shuka kakuta kapigwa bandeji 2 mgongoni kuashiria operation umeisha. Ile anaangalia mezani anakuta bandeji kibao zenye damu. Hapo akaona kweli Namshie aliumia. Hapo akabaki anaona aibu tu, yani limemshuka mzee. Mara bodyguard anaingia, daktari naye akawasha moto. Alikuwa anamwambia, "Hii sio ofisi yako mzee. Hivi inabidi tuheshimiane. Hauwezi ukaingia tu chumba cha operation kama unaingia chooni mzee. Hata chooni kwenyewe unapigaga hodi ujue." Bodyguard naye akadakia, "Mzee, toka nje." Ikabidi atoke. Laiti kama akijua angetoa bandeji zile, angekutana vyuma kama vyote mzee. Asante sana Jungjun. Hivyo sasa hivi unaweza ukaenda. Na kama utaulizwa kuhusu operation, naomba useme umefanya wewe. Daktari akasema shega, kisha huyo akasepa. Naye mama alikuwa na mambo mengi. Kwa kuwa kazi yake imeisha, hivyo alikuwa anamsisitiza huyu mwamba amtunze sana. Afu huyo kapita mzee. Sasa ikabidi wamuwashe. Ngome imewaka mzee. Kisha ikanyanyuka na kukaa. Kwa kuwa mafaili yalipotea, ikabidi aanze kuyalogi sasa. Akawa amekumbuka. Ikabidi amwombe sana samahani bodyguard na kumwambia nisamehe, maana nusu tushikwe. Tunafika nje kwa mkurugenzi. Ila wanatoka nje wanasikia taarifa habari. Inasemekana mule ndani walikuwa watu zaidi ya 100 na wote wamesaidiwa na Namshie. Hivyo ilimfanya akumbuke hospitalini. Siku anaenda kumwona mwanae yupo mapokezi, alisikia yule binti anaongea na simu. Akiwaambiwa kuwa kipindi amesaidiwa yeye, Namshie alimuuliza yuko wapi. Ina maana ana shida kupoteza kumbukumbu. Hapo ndipo anapochoka mkurugenzi. Akili yake haimpi kabisa. Hivyo akasema hapana, Namshie hawezi kufanya hivyo kamwe. Kusaidia mtu Namshie? Hapana. Ikabidi mkurugenzi arudi tena hospitali ili kumtafuta yule binti alikuwa anaongea na simu. Bahati nzuri walikuta hapo nje walikuwa wanapiga mazoezi akiwa pamoja na yule mwandishi wa habari. Mkurugenzi akamwambia, "Samahani binti kwa usumbufu. Hivi unaweza kunielezea kilichotokea kati ya wewe na Namshie?" Tunachana kwa mkurugenzi, tunafika kwa huyu mwamba. Muda wote amekaa hapa alikuwa analia timing. Mzee aondoke, yeye aingie ndani mula chambue kama karanga. Na mzee ndo huyo alikuwa anasepa. Yeye kaona hapa ndo penyewe mzee. Alivyoona mzee ameondoka, akaona bora afanye chapu kwa haraka aingie ndani. Akaanza kufungua mlango hadi mlango ili hakiki Namshie kweli hayupo. Maana leo ndo leo. Alaye kuambia kesho ni uongo. Hivyo basi wanataka wapate uthibitisho. Na Namshie mzee yupo mumu ndani. Huyu hapa amelala hapa ile chochote. Yaani bado amezima mzee. Na huku yule jambazi alikuwa anashika kitasa. Na kwa ndani alikokuwa Namshie inaonekana kitasa kinacheza mzee.